kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 fungu la kwanza, Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ndiyo inayojenga zaidi, au ndiyo nguvu zaidi ya Mkristo yeyote, kwa sababu kuamini huku kunatoka katika neno la Bwana. Utakumbuka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 11 fungu la 17, Biblia inasema maneno machache tu ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Bwana. Ina maana imani inatokana na Bwana. Katika kitabu hicho cha Warumi inatokana na Bwana. Na sasa katika hii imani ambayo tunayozungumzia ni kwamba isiyomfanya mtu kutenda dhambi. Nazungumzia imani isiyomfanya mtu kutenda dhambi. Imani katika Bwana. Kwa sababu gani? Ya neno la Bwana. Neno la Bwana ndio linalomuimarisha mtu asitende dhambi kwa Mungu wake. Kwa nini nasema hivi? Utakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 11, Waebrania sura ya 11 fungu lile la 6, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu pasipo imani, kwa maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Na yeyote anayekuja kwa Bwana, anayeomba kwa Bwana, aamini ya kwamba Bwana huwapa wote wamwombao. Sasa hii ndiyo imani yetu, ya kwamba neno letu liko katika Bwana. Na neno letu likiwa katika Bwana, hatutaweza kutenda dhambi. Mtunzi wa Zaburi anaeleza katika Biblia jambo moja tu, ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Daudi anazungumza hapo. Dhambi haitendwi kama neno la Bwana liko katika moyo wa mwanadamu. Sasa nasema hivi kwa sababu nasema hivi kwa kumaanisha ya kwamba hatupaswi kuendelea kutenda dhambi kwa sababu tuna neno la Bwana. Neno la Bwana ni nini? Ni taa ya miguu, mwanga wa njia zetu. Kwa hiyo hatutaogopa wala hatutakuwa na hofu. Tutatembea tukiwa tunajiamini, kwa sababu yeye ni Bwana aliyetupatia sisi neno lake ambalo ni uzima. Kumbuka, kila nafsi itendayo dhambi itakufa. Ina maana hatupaswi kutenda dhambi kabisa. Kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Ina maana tendo lolote itakalotoka nje na imani yetu, hilo ni dhambi, na hatupaswi kutenda dhambi. Tutakumbuka katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 5 fungu lile la 14, anazungumza tu baada ya yule mtu kuponywa. Yesu akamwambia, beba godoro lako nenda, usitende dhambi tena. Na akasema, angalia umekuwa mzima sasa, usitende dhambi tena, lisije kukupata jambo lililo baya zaidi. Sasa Mungu anatupatia tahadhari ya kwamba tuendelee kutenda matendo yaliyo mema, haijalishi sisi tumeanguka mara ngapi. Kumbuka tu usitende dhambi tena. Ukumbuke hili, kila unaporudia kutenda dhambi unamkosea Mungu na kumwangika Yesu msalabani mara nyingine ya pili. Kumbuka neno moja, hatupaswi kuendelea kutenda dhambi kwa sababu Yesu alikwisha kulipia kafara yetu msalabani. Kusamehewa dhambi sio nafasi ya pili ili uendelee kutenda dhambi. Kusamehewa dhambi ni kikomo cha kuendelea kutenda dhambi. Ondoka, umesamehewa dhambi zako, usitende dhambi tena. Mungu akubariki, uwe na imani isiyotikisika, ili kusudi usimtende Mungu dhambi na lisitokee tendo lolote ambalo halitokani na imani. Bwana